Hapa bunge tumekuwa na mtindo mwingine hapa. Ndio hata kama watu wa Homabay wanashika mimba kama ni wadogo. Sasa mnataka Gladys Wanga fanya nini? Nataka bebe watoto apeleke kwao. Wakati unakuja hapa kwa flow na for reason. Hiyo vitu kama hizo ni chief. Tunafaa fuatilie. Gladys Wanga ameingililia wapi? Na unajua hii kitu imekuwa mtindo ya watu kulipwa pesa hapa kuja kutusi viongozi wa Homabay. Kuna siku nyingine hapa walilipa mtu akuja tusi hapa Mbadi, tukanyamaza. Tena leo wamelipa pesa wakuja tusi hapa Nyang'aya. Nafikiri hiyo sio matusi nani? Mimi nataka niseme hivi Mr. Speaker. Hiyo sio matusi. Hii imekuwa mazoea mtu kusema ati tutachukua mtoto wa Gladys Wanga tumpatie mimba. Hiyo si matusi. Siku na sheria itampata mbele. Mimi nataka niambie. Wewe pia angalia Kakamega kwenyu, waachana na mambo ya Homabay. Waache watu Homabay wafanye mambo yao. Wewe unakajeli Gladys Wanga. Ni Gladys Wanga ni mheshimiwa mwenye anaheshimika hapa. Wewe ndio utakuwa vice president wako hapa 2027 Ruto akiingia kama hujui. Maybe Ruto akianguka. Mimi nataka niseme hivi. Gladys Wanga ana makosa yoyote. Chief na nafaa laumiwe. Na kitu inaleta mimba mingi Homabay kwa sababu ya bahari. Unajua usharati na kuanga Homabay kwa sababu watu wanaishi karibu na lake. Pesa iko. Ndio kwa sababu unapata Kakamega, pesa ya kuchemuya kupea Kakamega watu hawezi shika mimba kwa sababu wanakula mrenda. Homabay watu wanakula samaki na omena mwili imechemuka. Ndio kwa sababu watoto wanapata mimba. Sasa mimi nataka niseme hivi. Kitu inaleta usharati Homabay ni kwa sababu ya lake. Bali ya lake iko lazima usharati ikue. Kwa sababu pesa ni mingi, chakula ni mingi. Mimi nikiongelea mada ya ati viongozi wazee. Nataka niseme hivi. Inalingana mnataka kuchagua vijana wa gani. Unaweza chagua kijana mwenye ni guni. Maybe unaweza chagua kijana mwenye afanyi kazi. Maybe unaweza chagua kijana mwenye haezi leta watu pamoja. Inalingana tunachagua vijana wa gani. Tukichagua vijana kama Salasia ndio wanasema anavuta bangi. Hiyo bangi yake inamsaidia anafanya maendeleo. Salasia yako sawa? kabisa. Salasia hata kama anavuta bangi anafanya kazi tunaona. Ukiangalia hapa Kenya, I think Salasia ndio the best. Ukiangalia best MP utapata nani yako top 1 ama top 2. Ukienda Lang'ata, ukienda Lang'ata utapata nani alienda UDA lakini anafanya kazi, Jalanga anafanya kazi. Tunataka viongozi kama hao. Wewe unajua hujaienda hata Lang'ata. Uko tu hapa. Mimi nataka nikuambie, ukienda uangalie venye nani amechapa kazi. Huyo jamaa amefanya kazi. Hata kama atakuja na ODM bado atachaguliwa. Na kama bado mtaleta mtu bado atamnyorosha. Inalingana ni kiongozi ako kwa chama gani anafanya. Unaweza kuwa kwa ODM unafanyi kazi. Unaweza kuwa kwa UDA unafanyi kazi. Unaweza kuwa kwa chama opposition unafanya kazi. Sasa mimi nataka kusema hivi. 2027 tuchague viongozi wenye wanafanya kazi. Kama wazee wanaenda nyumbani waende tu, lakini tujue tunachagua vijana wanafanya kazi ama wafanyi kazi. Kwa sababu vijana wengi pia wanapeleka tumbo zao. Wapeleki kusaidia wananchi wenye waliwachagua. Tukiangalia kama hapa nini? Hapa inaitwa Molem Ward. Molem Ward walichagua kijana mdogo, lakini ukienda Molem Ward hakuna kazi inafanyika pale. Kila kitu imeharibika, barabara ni mbaya, nyumba ni mzuri, lakini pale unaingia hata barabara hakuna. MP same ni kutetea chama. MP hakuna kitu anafanya. Hata tafadhali ule mwenye alitolewa alikuwa anafanya kazi. Mwenje amelalisha, hakuna kitu anafanya. Sasa viongozi kama hao wanafaa waende nyumbani. Tafadhali hata mzee kushinda kijana. Nikimalizia nataka niseme hivi. 2027 tuangalieni viongozi tunachagua. Tusiangalie tu kiongozi kwa sababu ni wa jamii yako ama mnaangalia chama. Kitu imeharibu ni chama. Tusiangalie chama. Asanteni.